Ndio ndugu mtazamaji, kwa wewe ambaye unanitazama, tunajua hii ni sehemu yetu ya pili ya somo hili, majaribu matatu au mitihani mitatu ambayo ni lazima kila muamini aipitie. Kwa kama hujasikiliza ile sehemu yetu ya kwanza, ninakuomba hebu nenda kaisikilize sehemu yetu ya kwanza ili upate mwendelezo mzuri, sababu kwenye sehemu ya kwanza tumejenga msingi. Tumeona tangu mianzo ya Adamu na Hawa jinsi ambavyo mitihani hii mitatu ilikuwa ni common au ilitokea kuanzia mianzo hiyo. Kwa hiyo ninakushauri hebu nenda kafuatilie sehemu yetu ya kwanza. Ukishamaliza, ni sehemu fupi tu, sio zaidi ya nusu saa, ukaisikilize vizuri. Ukishaisikiliza, njoo umalizie sehemu hii ya pili ambayo ni mwendelezo, ili uwe na package nzima au uwe na somo zima la mambo matatu au majaribu matatu ambayo kila muamini lazima ayapitie. Kwa karibu sana, katazame, lakini pia karibu kusikiliza sehemu hii ya pili ya somo hili. Jaribu la pili ni imani yako. Nimekwambia uhitaji wako, haja yako itajaribiwa, lakini pia imani yako itajaribiwa. Ukisoma Biblia inasema hivi, Mathayo 4:5-7. Mathayo 4 ile mstari wa 5 mpaka wa 7. Biblia inasema hivi: kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa katika jiwe. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa kila mwanadamu anayeamini atajaribiwa kwenye imani yake. Ni kiwango gani anamwamini Mungu, majira gani anamwamini Mungu. Lazima kila mtu anayeamini utapitia hiyo hali. Ndio kiza, hata Yesu mwenyewe alipitia hiyo hali. Pale mwishoni, kama unakumbuka, Yesu alikaa akisema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kuna majira ambayo utapitia ile hali, unaishi kama Mungu yuko mbali. Lakini je, unaendelea kung'ang'ana na Mungu? Utaendelea kumwamini Mungu? Unajua, nilikuwa natafakari siku moja nikasema hivi kwamba kitu ambacho unakiamini huwezi kukijaribu. Yaani kwa mfano una chupa ya maji. Una chupa ya maji. Unataka labda upande nayo kitandani unywe yale maji. Alafu hauna wasiwasi kama imetoboka. Hauwezi ukaweka maji kidogo ili uone kama imetoboka, kwa sababu unaamini kwamba chupa yako haijatoboka. Lakini kama una wasiwasi ile chupa imetoboka, hauwezi ukapanda nayo kitandani, sababu utajua maji yatamwagikia kwenye kitanda chako, yatamwagikia kwenye shuka lako, blanketi lako, utalowesha kitanda. Kwa kitakachotokea ni kwamba utaweka vimaji kidogo kwenye ile chupa ili uone, je, hii chupa inavuja au haivuji? Alafu ukiona haivuji, ndio utajaza maji yote ambayo unataka kuyanywa ukiwa umekaa kitandani. Ni the same kwenye ndoo. Kama unataka ubebe ndoo, unataka uchukue ndoo ukabebe maji, hauwezi ukaijaribu kama ile ndoo una uhakika haijatoboka. Ila kama una wasiwasi kwamba imetoboka haijatoboka, utaweka maji kidogo ili uangalie, je, inavuja haivuji, alafu ndio ujaze maji mengine. Kwa maana hiyo hiyo, Yesu hakutaka kumjaribu Mungu. Shetani alipomwambia, kama ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, hebu jirushe. Unajua, shetani alikuwa anarejea kwenye Zaburi 91:11. Alikuwa anaongea ukweli kwanza shetani. Yaani hakuwa anaongea uongo kwamba imeandikwa. Ni kweli ilikuwa imeandikwa. Ukisoma Zaburi 91:11 mpaka 12, Biblia inasema, kwa kuwa atakuagizia malaika wake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kwa ni kweli ilikuwa imeandikwa kwamba malaika watachukua mguu wake, hawataruhusu ajikwae. Lakini kwa nini Yesu akamkatalia? Ni kwa sababu angekubali, ina maana angekuwa anamjaribu Mungu. Ina maana haliamini neno ambalo Mungu amemwambia kwamba atamlinda. Sisi kama unanielewa vizuri. Angekuwa hamwamini Mungu, ndio maana anajaribisha. Nimekwambia huwezi ukajaribisha kitu ambacho una uhakika nacho. Kwa Yesu alikuwa haoni haja ya kumjaribu Mungu, kujirusha ili amdai, kwa sababu alikuwa anamwamini. Alikuwa hana doubt yoyote. Unajua, unaweza ukapita kwenye kipindi fulani kwenye maisha ukaanza kujiuliza, hivi Mungu yupo hayupo?
Ina maana ukianza kujiuliza Mungu yupo hayupo, ina maana tayari unamdoubt Mungu kwenye maisha yako, kwamba je, yupo au hayupo. Ukianza tu kudoubt, una mashaka na Mungu, na ni kazi sana kupokea kutoka kwa Mungu. Unajua, ukisoma kitabu cha Danieli ile sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 18, huwa ni mstari ambao huwa naupenda sana. Wakina Shadrach, Meshach na Abednego. Danieli 3 sura ya 16, Danieli sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 18. Biblia inasema hivi: ndipo Shadraka na Meshach na Abednego wakajibu. Huyu ni mfalme alikuwa akiongea nao. Wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuri ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Sasa sikia, napenda sana Biblia ya Kiingereza. Unajua hapa aliposema mstari wa 18 kwamba Mungu tunayemtumikia atatuokoa. Bali kama si hivyo, Biblia imesema hata kama, Biblia ya Kiingereza imesema hata kama asipo tuokoa. Hata kama asipo tuokoa, lakini bado hatutosujudia sanamu yao. Unajua hivi ni viwango vya kumwamini. Unajua ni mstari ambao tuko familia nao sana. Wao tunasoma sana Nebukadneza wakatupa kwenye. Lakini unajua ukiufikiria vizuri kwamba unaweza kumwambia wewe, nikupe mfano mzuri, ujiweke wewe kwenye nafasi ya Shadrach, Meshach na Abednego. Yaani leo ni hivi kwamba mimi ninamwamini Mungu kwamba atanipandisha cheo. Kwa sihitaji kwenda kwa mganga, sihitaji kumsemelea mtu kazini, sihitaji kufanya chochote cha uovu ili nipandishwe cheo, sababu ninaamini Mungu atanipandisha cheo. Lakini hata asiponipandisha cheo, siko tayari kucompromise. Si kama unaelewa? Hicho ndio kitu walikuwa wanakiongea, kwamba hivi ninajua kwamba Mungu ataleta wateja kwenye biashara yangu. Hata kama watu wote kwenye biashara, kwenye mtaa, kwenye mahali ambapo nafanya biashara wanatumia waganga na wachawi na naona wateja wanaenda, lakini mimi sitoenda kwa waganga wao, kwa sababu Mungu ataleta wateja kwenye biashara. Hata kama wateja wasipokuja, hata kama Mungu asipoleta wateja, ataendelea kuwa Mungu wangu. Unajua hapo ndio panapokuwa na changamoto. Sababu watu wengi wakiomba wanaomba hivi kwamba Mungu kama wengine wanatumia waganga wanapata wateja, na mimi Mungu lazima wateja watakuja kwangu kwa jina la Yesu. Sasa je, wateja wasipokuja, unashangaa anaanza kumdoubt Mungu. Mungu, mbona wengine wateja wanaenda? Kwa nini mimi nimekutumainia wewe lakini wateja hawaji? Kwa nini Mungu mimi ninakuamini wateja hawaji? Sikiliza nikwambie, hiyo kauli ambayo unaiongea, namna yako unaiongea, tayari umemdoubt Mungu. Sio imani tena, kwa sababu hujamwamini Mungu tena. Yaani kumwamini Mungu ni kuwa na uhakika kwamba okay, haijalishi. Ndio nilichokuwa naongea kina Shadrach na Abednego kwamba hata kama asipotuokoa, lakini sisi tumeshaamua huyu ni Mungu wetu. Sio kama unanielewa vizuri? Kwamba ni kweli unamwamini Mungu akupe mtoto, umekuwa sasa miaka mingi. Ukweli unaona watu wengine wanaenda kwa waganga, wanawasaidia, wanaenda sijui wapi, wanapata watoto, lakini wewe unasema Mungu, mimi sitoenda kwenye njia zingine. Mimi Mungu ninakuamini kwa sababu wewe ni Mungu unayewapa matasa watoto. Unamwamini Mungu na unaomba, kweli unamwamini Mungu. Lakini unasema kwamba hata hicho ndio kiwango kingine cha maombi. Sasa kiwango kingine cha kuamini kwamba hata kama usiponipa mtoto, bado haitageuza kwamba wewe ni Mungu unayewapa matasa watoto. Hiyo ni kiwango kingine. Kwamba hata kama usiponipa mimi mtoto, lakini haigeuzi kwamba wewe Mungu unawapa matasa watoto. Hiyo ndio imani. Kwa sababu usipokuwa na imani hiyo, sasa utaanza kusema, baadaye unaanza kumlilia Mungu kwamba Mungu, tazama, nimekuamini Mungu, nimekukimbilia wewe Mungu ili nisiaibike. Tazama watu pembeni yangu, Mungu ana watoto amewabeba. Uko wapi Mungu wangu? Mungu unayewapa matasa watoto, uko wapi? Hayo maombi ni mazuri ya kiulialia, lakini sio maombi sahihi sawa sawa na neno la Mungu. Sio maombi sahihi sawa sawa na imani ya huyu Kristo tunayemwamini. Imani ni kuwa na uhakika kwamba nina uhakika Mungu, haijalishi mimi na mtoto sina mtoto, lakini haijalishi kwamba wewe ni Mungu unayewapa matasa watoto. Kwa hiyo ukisimama kumwamini Mungu kiasi hichi, ndicho imani ambayo Mungu inasababisha Mungu aguse maisha yako. Ndio maana Yesu akaanza akamwambia mimi sihitaji kumjaribu Mungu kwa sababu ya kujirusha chini. Sihitaji
kumjaribu Mungu kwa sababu nina uhakika na huyu Mungu alinaye. Ndio maana akamwambia shetani, akamwambia imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Unajua tunapozanigi kumjaribu Mungu, tunadhanigi ni kumjaribu Mungu. Yaani watu wengi wanadhani kumjaribu Mungu ni kutaka Mungu Mungu unaweza ukafanya hiki au usifanye hiki. Yaani kuna namna ambavyo tuna akilini mwetu tunadhani ndio kumjaribu Mungu. Sikiliza, kumjaribu Mungu ni kuwa na mashaka na Mungu. Labda leo nikusaidie hiyo. Yaani kumjaribu Mungu ni kuwa na mashaka na Mungu. Kwamba je, atafanya au hatafanya? Unajua ukisoma vizuri, ukirejea kwenye ile andiko la kwamba usimjaribu Bwana Mungu wako. Unajua Yesu alikoti mstari ni kupitia wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri. Na unajua ili neno usimjaribu Bwana Mungu wako ilikuwa ni wakati ule wana wa Israeli walipoanza kumlilia Mungu na Musa kwa habari ya maji. Wote tunajua ile maji alipopiga mwamba ukatoa maji, kwamba ungetuacha Misri tufe. Ungetuacha, yani wakaanza kumnungunikia Mungu, wakaanza kumlilia Mungu kwamba Mungu amewaacha. Alafu ndio baadaye Mungu anasema usimjaribu Bwana Mungu wako. Ina maana kumbe walimjaribu Mungu, yani kwa kuto kumwamini Mungu, kwa kumdoubt Mungu walikuwa wanamjaribu Mungu. Kwa simple tunaposema kumjaribu Mungu ni kuwa na mashaka na Mungu. Kwa unapomlilia Mungu, unapomwamini Mungu, muamini Mungu 100%. Na nimekwambia hivi, mojawapo ya jaribu ambalo lazima ulipitie, mtihani ambao lazima upitie ni kujaribiwa kwa imani yako. Kwamba viwango gani unamwamini Mungu. Nisikilize vizuri, utapita katika changamoto mbalimbali. Utapita katika mapito mbalimbali. Lazima Biblia inasema utapita katika maji ya galishayo. Biblia inasema utapita katika moto lakini hautakuunguza. Kwa utapita tu kwenye majaribu. Lakini je, unapopita kwenye haya majaribu, kwenye huu wakati unamwamini Mungu wa viwango gani? Je, fursa zinapojileta mbele yako lakini unajua kabisa ni fursa zisizo za Mungu, je, utaendelea kumwamini Mungu? Vitu vinavyokuja mbele yako unajua kabisa vitu vinapingana kabisa na ukweli wa Mungu, utaendelea kuvichukua? Hiyo ndio unajaribiwa kwa imani yako, kwamba unamwamini Mungu kiasi gani. Sikiliza, imani kuja kwa kusikia kwa neno la Kristo. Ili imani yako endelee kujengwa, endelea kumsikiliza Mungu anasema nini. Endelea kulisikiliza neno la Mungu linasema nini. Biblia inasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Ina maana kumbe tunamwamini Yesu, tunapositasita tunashindwa kupokea vitu kutoka kwa Mungu. Muamini Mungu. Usiwe na mashaka ya kitu alichokwambia. Usiwe na mashaka ya neno ahadi aliyokwambia. Haijalishi inatokea haitokei, lakini isigeuze imani yako kwa Mungu. Kuna mtu mmoja alitoa mfano mzuri sana. Mungu alikuwa anawatumia kwa miujiza sana. Kwa mojawapo wa muujiza ambao huwa anapenda kusimulia, Mungu siku hiyo akawa huko sehemu aliyokuwa nayo, sehemu aliyokuwepo ilikuwa ina uhaba wa divai. Kwa kushiriki meza ya Bwana ilihitajika divai. Kwa wakawa wanataka wageuze, Mungu akamwambia wageuze maji kwa divai. Kwa anasema walipoomba yale maji yakageuka kwa divai. Yeye akawa na mashaka kidogo. Alikuwa ni mtu anayemwamini Yesu. Watu wakaonja, watu watatu wakashukuru Mungu. Alivyomshukuru Mungu akaanza kuionja ile divai. Akaonja, yeye alikuwa ni mtu wa kwanza. Alipoonja akashangaa ni divai kweli imebadilika, maji yamegeuka kuwa divai, lakini ladha yake sio ya divai, ni ladha ya maji. Inakwambia ni ushuhuda wa kweli uliotokea miaka 1960. Walivyoonja akaona ile divai ina ladha ya maji, akaonja rafiki yake, akaonja mtu wa tatu. Kwa watatu akawa wameonja ile divai. Anasema walivyoanza kutoa report, huyu wa kwanza akasema divai ni nzuri, wa pili akasema divai ni nzuri. Yeye akawa anajiuliza aseme nini? Akasema Mungu, mbona nikiongea kwamba divai ni nzuri nitakuwa nimedanganya? Mbona hii divai ni maji? Mungu akasema, akawa anamwambia Mungu sasa kwamba lazima uniamini mimi kuliko unavyoamini ubongo wako na ulimi wako. Sio kama nataka upate ufunuo kidogo hapa. Kwa walivyotoka pale wakaipeleka ile divai sasa kwa mkuu, kwa mchungaji kwenye kile kijiji. Mchungaji akaanza kuonja. Kwa mchungaji akaonja akasema divai nzuri sana. Alafu akasema hebu onjeni na nyinyi wengine wote. Safari alipoonja akaona ni divai kweli, ina ladha ya divai. Akaanza kulia na kuomba toba Mungu. Kwamba kumbe ndio maana Mungu alimwambia hivi kwamba lazima uniamini mimi kuliko ufahamu wako na ulimi wako. Sikiliza mtu wa Mungu, unapoamua kumwamini Mungu, unamwamini beyond your senses, beyond what you see. Yani ni zaidi ya vile unavyohisi, ni zaidi ya vile unavyoviona.
Yaani ukiamua kumwamini Mungu, kama Mungu anasema umepona, unamwamini Mungu umepona hata kama kuna kila dalili za ugonjwa. Unapomwamini Mungu anakupa mtoto, unamwamini Mungu anakupa mtoto ikiwa kuna dalili zote za utasa. Kwa hiyo ndio imani, kwamba anasema muamini Mungu kuliko hata ulimi wako. Yaani kwamba unaonja kitu ni maji, lakini Mungu anakuambia ni divai. Unamwamini Mungu zaidi kuliko ulimi wako. Unamwamini Mungu zaidi kuliko ufahamu wako unaokuambia hicho kilichopo mbele yako kitakuua, lakini Mungu anasema ndakupisha salama. Unamwamini Mungu kwamba sio moto utakao kuunguza. Unajua, unajiweke kwenye nafasi ya Shadrach na Meshach na kina Abednego, kwamba waliona moto, lakini walikuwa katika ule moto walikuwa wanaona nini wao? Wao walikuwa wanaona hawataungua kwenye ule moto. Hiyo ndo imani. Katika mojawapo ya kitu cha pili ambacho kitajaribu maisha yako au utajaribiwa kwacho ni imani. Jifunze kumwamini Mungu katika hali zote unazozipitia. Imani yako itajaribiwa. Yesu alijaribiwa imani yake, anamwamini Mungu kwa viwango gani? Na wewe utajaribiwa imani yako katika mapito mbalimbali. Lengo ni kwamba Yesu, Mungu ajitwalie utukufu, uimarishwe tabia yako, Mungu atukuzwe kwenye maisha yako, uzidi kutengenezwa kuwa imara. Lakini shetani anataka kwa ajili ya imani hiyo hiyo aweke shaka ndani yako, alafu usipokee vitu kutoka kwa Mungu na usitembee na huyu Mungu katika kweli. Kwa kuwa makini na jambo la pili, jaribu ambalo litakupata, ujiandae kabisa na umuombe Mungu akusaidie, ni kupimwa, kutikiswa kwa imani yako. Unamwamini Mungu kwa viwango gani? Na jambo la mwisho ni moyo wa ibada. Ukisoma katika kile kitabu cha hiyo Mathayo 4:8 mpaka 11. Anasema Biblia inasema hivi, kisha Ibilisi akamchukua nani? Yesu, mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Kwa tunaona kauli ya mwisho kabisa au jaribu la mwisho lilikuwa ni moyo wa ibada wa Yesu. Nilikuwa na tafakari sana ile andiko. Biblia inasema hivi, akamwambia hivi, nitakupa milki zote hizi. Unajua majira haya usisahau, wakati Eva na Adamu wamemtii Shetani, vile vitu ambavyo vilitiishwa chini yao kwenye Mwanzo pale, kama ni msomaji wa Biblia, wakawepo vitu waende wavitawale, vitu vyote wakavitoa mikononi mwao, wakamkabidhi Shetani. Kwa walivyomkabidhi Shetani vile vitu, maana nyingine Shetani kati Yesu anakuja, kwa sababu Yesu usisahau alikuja majira ya Agano la Kale. Tuseme alikuja majira anayokuja yeye, bado tulikuwa tunatembea kwenye Agano la Kale, kwa sababu Yesu alikuwa hajasulubiwa pale msalabani. Alipokufa ndio sisi tumeingizwa kwenye urithi wa Agano Jipya. Ndio maana hata ahadi ambazo Yesu alikuwa anawaahidi wanafunzi wake zilikuwa haziko activated mpaka Roho Mtakatifu aliposhuka. Alipokufa, alipokuja, ndio unashangaa ahadi zote za wao kuwa wana wa Mungu, kutembea na ufunuo wa wana wa Mungu ukadhihirika baada ya Roho Mtakatifu kushuka, baada ya Yesu kufa pale msalabani. Sasa nataka ujue hivi, wakati Shetani anaongea na Yesu, alikuwa anaongea kitu anaonekana nacho, kwamba hizi milki zote ambazo Adamu amenipa mimi nitakupa wewe, ikiwa tu utanisujudia, ikiwa tu utaniabudu. Sasa nisikilize vizuri. Biblia inasema hivi, Shetani akamwambia, nitakupa ukianguka na kunisujudia. Lakini ukisoma jibu la Yesu, anasema hivi, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako. Alafu yeye Yesu anaongezea, umwabudu yeye peke yake. Amen. Yaani Shetani anasema ukinisujudia. Maana nyingine, unajua kusujudu ilikuwa ni kuinama chini kwa mtu yeyote ambaye yuko juu yako. Kwa walikuwa zamani taratibu zilikuwa ni kwamba hata ukienda kwa mfalme lazima upige magoti, maana nyingine unasujudu chini. Sasa kile kitendo cha kumsujudia Shetani alikuwa anajua kwamba akisujudu maana nyingine anamwabudu Shetani. Kwa nini tunasema watu wanaabudu miungu mingine? Unajua watu, kwa nini watu tunasema wanaabudu sanamu?
Unajua hili leo nataka nikusaidie. Unajua watu wengi sana tunadhani kuabudu sanamu ni kuweka msalaba fulani kule chumbani na unakuwa na Yesu, unakuwa na image fulani, huko ndio tunasema wanaabudu sanamu. Kwa hiyo imetafsiriwa vibaya kwa muda mrefu sana, na shetani amejaribu kuingiza hii mbegu ya uongo kwenye fahamu za watu wengi sana, kwamba wanadhani kuabudu sanamu ni kuwa na vinyago fulani, kuabudu sanamu ni kuwa na misalaba fulani, kuabudu sanamu ni kuvaa misalaba, kuabudu sanamu ni kuweka kwenye kuta sijui nini picha ya Yesu. No. Kuabudu sanamu sio kuabudu misalaba. Kuabudu sanamu ni kitu chochote ambacho umekiwepa au umekipa kipaumbele zaidi ya Mungu. Yaani umekisujudia, yaani umekiinua zaidi ya Mungu kwenye maisha yako. Ibada ni nini? Ibada ni kielelezo cha hisia zetu, ni kielelezo cha mioyo yetu, upendo wetu, nguvu zetu, mali zetu na kila kitu chetu. Ni kielelezo cha vitu tulivyonavyo vyote kumwelekea Mungu. Ndio maana ibada, huku tukimweka Mungu juu ya yote kama kipaumbele cha kwanza. Nisikilize vizuri, itakusaidia sana hii tafsiri ya ibada. Ibada ni kielelezo cha hisia zetu, ni kielelezo cha mioyo yetu, ukweli wa mioyo yetu. Ni namna ambayo tunaielezea zile hali tunazozipitia za hisia zetu, ni namna mbalimbali tunazozielezea kwa nguvu zetu, kupitia nguvu zetu, kupitia mali zetu, kupitia kila kitu tulicho nacho, kumwelekea Mungu, huku tukimweka Mungu juu ya yote na kuwa kipaumbele cha kwanza. Kwa kama tukimtolea Mungu kwa picha hiyo, ni ibada. Kama tunamtolea Mungu ni kama kielelezo cha mioyo yetu na hisia zetu kwake, kwamba yeye ni kipaumbele chetu cha kwanza, tunaweza tukasema tunafanya ibada kwa kumtolea Mungu. Tunapomwimbia Mungu kama kielelezo kwamba cha mioyo yetu kwake Mungu, kwamba Mungu, wewe ni kipaumbele chetu cha kwanza, wewe ni wa kwanza, wala hakuna mwingine zaidi yako, ni kweli tunafanya ibada kwa Mungu. Kama tunafanya kazi ya Mungu, aidha ninavyohubiri mahali hapa, ninavyofanya hii kazi ya Mungu, kama ni kielelezo changu kwamba Mungu, nafanya yote kwa sababu wewe ni zaidi ya yote, wewe ni kipaumbele changu cha kwanza, hakuna mwingine zaidi yako, ninafanya ibada kwa Mungu. Kwa hiyo ina maana kinyume chake sio ibada. Kwa kama ninafanya chochote kile lakini kwa nia nyingine, tayari sio ibada ya kweli katika Mungu. Na hapo ndipo inapokuja kuabudu sanamu. Maana nyingine, kama unafanya kitu chochote kipaumbele cha kwanza sio Mungu, ina maana tayari unaabudu sanamu. Kwa watu wengi sana sanamu zimekuwa kazi zao. Kazi ya mtu inaweza kuwa sanamu. Biblia imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye pekee. Kuna vitu vingi sana ambavyo wanadamu sasa hivi wanavisujudia, vimekuwa zaidi ya Mungu kwenye maisha yao. Watu wangapi leo kazi zimekuwa zaidi ya Mungu? Watu wangapi? Watu wangapi leo mali zimekuwa zaidi ya Mungu? Watu wanasema hawaabudu sanamu, lakini kuna vitu vingi vinachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha ya watu. Jiulize leo, vijana wangapi wanauza nafsi zao kwa shetani kwa sababu ya mali? Wangapi wanaenda kwa waganga wapate utajiri? Wangapi wanaua mpaka watoto wao, wazazi wao, ili wapate pesa? Wangapi? Wangapi wanawategemea waganga kwenye mambo yao? Wangapi? Lazima ujiulize kwamba ni kitu gani kwenye maisha yako ambacho kinachukua kipaumbele cha kwanza au kikubwa zaidi kuliko Mungu. Kitu gani kwako wewe ni kikubwa zaidi? Na sikiliza nikwambie, hivi vitu vinavyochukua kipaumbele kikubwa zaidi kuliko Mungu, mara nyingine unajitiisha chini ya vile vitu, unajitiisha chini ya mfumo wa shetani. Yaani pamoja na kwamba Yesu alikuja akavitoa vitu kutoka kwenye umiliki wa shetani akaviweka chini yake, ila ni kwa ajili ya watu wanaoamini. Kwa kama usipomwamini Yesu, ukiendelea kufuata mfumo wa kidunia hii, ina maana unazidi kutenda kazi chini ya umiliki wa shetani, sio tena Mungu. Kwa unapovipa vitu kipaumbele kikubwa kuliko Mungu, maana nyingine unafanya shetani awe na nguvu kwenye maisha yako, kwa maana nyingine unaanza kumtumikia shetani bila wewe kujua. Na ndio maana anasema dhambi ya kuabudu sanamu ni dhambi mbaya na ya ajabu mno. Kwa sababu ndio dhambi pekee ambayo unakuwa humwabudu Mungu. Unakuwa ni umegeuka na kumwacha Mungu na kuviabudu vitu. Na nataka nikwambie, watu wengi sana wanaabudu vitu. Unajua tu. Inawezekana hata wewe ulipo pale bado unaabudu vitu.
Kweli upo tayari kusimama katika kweli? Upo tayari kusimama katika kweli hata kama kazi yako itakuwa hatarini? Ndiyo, huabudu kazi. Je, uko tayari kwamba mimi nitamwabudu Mungu? Niko tayari kusimama katika kweli hata kama kazi yangu itaingia katika hatari. Niko tayari kusimama katika kweli hata kama biashara yangu itaingia hatarini. Niko tayari kusimama katika kweli hata kama ndoa yangu itaingia hatarini. Nipo tayari kusimama katika kweli hata kama kazi yangu, familia yangu, watoto wangu wataingia katika hatari, hata kama huduma yangu itaingia katika hatari. Niko tayari kusimama katika kweli. Ni kweli uko tayari? Kama uko tayari, na maana huduma inaweza ikawa imechukua nafasi ya Mungu. Mungu akusaidie. Huduma, kazi ya Mungu kabisa, inaweza ikachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Ndoa inaweza ikachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Kazi inaweza ikachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Biashara inaweza ikachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Watoto wanaweza ikachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Pesa inaweza ikachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Mungu akusaidie, kwa sababu inapofika majira hayo ni kwamba unaabudu hivyo vitu au unaabudu sanamu, na Mungu anakuwa hayupo tena kwenye maisha yako. Mungu anatamani umsujudie na kumwabudu yeye peke yake. Mungu anatamani usimwache Yesu kwa sababu ya vitu ambavyo vinapita. Ndio maana Yesu alishinda, akatupa na sisi kushinda. Mungu ndio mwenye uwezo wa kuwatajirisha watu. Mungu anaweza kuwasaidia watu wake, lakini hata atakapotusaidia, hebu tusiweke vitu vingine kuwa zaidi ya yeye. Hauhitaji kuamini waganga, hatuhitaji kuamini mizimu kwamba itatufanikisha. Yesu anaweza kutusaidia, lakini lazima tukubali na kumwamini leo. Lazima tumwamini atusamee dhambi zetu, tuanze safari na yeye, na katika kila kitu tunachokifanya yeye awe wa kwanza. Usisahau, nimekuambia mambo matatu ya msingi. Nimekuambia jambo la kwanza ambalo utajaribiwa nalo ni haja yako. Kuwa makini sana na haja ulionayo, hasa kipindi ambacho umefika piki ya uhitaji au kilele cha uhitaji wa kile kitu. Kuwa makini sana, kwa sababu ndio wakati ambao utajaribiwa, ili kuthibitishwa na Mungu, lakini pia ili shetani akuangushe katika dhambi. Jambo la pili, utajaribiwa moyo wako, imani yako kwa Mungu. Utapitishwa katika mambo fulani fulani ili tu imani yako ionekane kama je, bado imesimama na Mungu, bado unampenda Mungu, bado unamwamini Mungu katika yote unayopitia. Hilo ni jaribu ambalo kila Mkristo lazima alipitie. Kama hujalipitia sasa hivi, kuna majira yatafika utalipitia. Lakini nataka ujue kwamba lengo kubwa ni kuithibitisha imani yako. Lengo kubwa ni kuthibitisha tabia yako kwamba Mungu yuko pamoja na mimi na wewe unampenda Mungu. Lakini katika hilo pia shetani anaweza kataka kulitumia kukuangusha. Kwa simama imara, mtu wa Mungu, ukijiandaa kwamba hata likija lolote lile, sitamwacha Mungu wala sitoikana imani. Na jambo la mwisho ni moyo wako wa ibada. Nimekwambia kwamba ibada ni kielelezo cha hisia zetu, za mioyo yetu, upendo wetu, nguvu zetu, mali zetu na kila kitu chetu kumwelekea Mungu. Hivi vitu tulivyo navyo vyote vinamwelekea Mungu, kwamba kama kipaumbele chake cha kwanza, kwamba yeye Mungu ni kipaumbele cha kwanza katika yote, ndio ibada yetu. Kwa nikakwambia utajaribiwa. Vitu vitatokea ili umkane huyu Kristo Yesu. Vitu vingi vitatokea ili uvipe kipaumbele cha kwanza kabla ya huyu Mungu. Na nikakwambia hiyo tayari ni kuabudu sanamu. Mungu akusaidie kwa ufunuo huu, kwamba hii mitihani mitatu mikubwa, ni maombi yangu Mungu akupe kushinda katika jina la Yesu. Mungu akusaidie kwamba umwabudu yeye peke yake. Mungu akusaidie katika uhitaji wako, ujue kwamba ni Mungu anayewatosheleza watu. Sikiza pale mwishoni, Biblia inasema malaika wakaja wakamtumikia Yesu. Katika mahitaji ulionayo, ukiendelea kumtumainia Yesu, kumfanya kuwa kitovu cha mahitaji yako, mwishoni kabisa Mungu ataachilia. Anasema hivi, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote utazidishiwa. Hebu utafute kwanza ufalme wa Mungu ili mazidisho yaje kwenye maisha yako. Achana na kuhangaika kutafuta vitu kwa shortcut. Hebu mwamini Mungu na tanguliza mambo yake kwanza, ili uone Mungu akikutosheleza. Anasema yeye Mungu anatupa uhitaji wetu sawa sawa na utajiri wake ndani ya utukufu, ndani ya Kristo Yesu. Anaweza kukupa yale unayohitaji, ila weka moyo wako na tumaini lako kwake Yesu.
imani yako ing'ang'ane kwa Mungu. Usitikisike. Ng'ang'ana na Mungu na atakutoa. Na mwisho kabisa, mwabudu yeye peke yake. Mungu akubariki. Nataka niombe na wewe. Wewe ambaye kwa namna moja au nyingine ulipita nyakati ukajiuliza Mungu yupo, ukamdauti Mungu au ukamletea shaka Mungu kwa sababu ya mambo ambayo ulikuwa unayapitia, na moyo wako umeumia sana, umeiacha imani, utamani tena kwa sababu ya mambo uliyopitia. Unasema Mungu kama angekuwepo, kwa nini angeruhusu mamangu afe? Kwa nini angeruhusu sijui magonjwa? Kuna vitu vingi kwenye moyo wako vinatembea. Ni kwa sababu tu kuna vitu vilipita kwenye maisha yako, lakini ulikuwa ujui kwamba huo ulikuwa ni mtihani wa kukuimarisha na kukupitisha, kwamba bado unamwamini Mungu katika hali ambayo ile ulipitia. Lakini ukarudi nyuma, ukaanguka, shetani akafanikiwa kukuangusha. Leo nataka niombe na wewe. Neema ya Mungu ikubwa wakati huu kukusaidia. Baba, katika jina la Yesu, fumba macho yako, nataka niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ndugu huyu Bwana. Asante kwa ajili ya mtazamaji huyu Bwana anayenitazama. Asante mfalme mwaminifu. Asante kwa maana wewe upo ili kumsaidia. Ninaomba Bwana Yesu, msamehe Bwana, rehema zako ni nyingi mno. Msamehe Bwana, mtakase mfalme mwaminifu. Hata majira haya Mungu, ninaomba kwa ajili yake. Mungu, mpe nguvu mpya Bwana. Alianguka na kuletea mashaka, lakini mpe kuinuka tena. Mpe kukuamini tena, mfalme mwema, kwamba unatenda. Hata katika yale yote Mungu ulikuwa pamoja naye. Hata sasa bado uko pamoja naye, unataka kumsaidia. Mungu, inuka tena kwa nguvu zako na uwezo wako. Natamka nguvu mpya juu ya mtu huyu Bwana. Nguvu ya kusimama na kukuamini tena. Nguvu ya kusimama na kutumikia tena. Nguvu ya kusimama na kuifanya kazi yako tena. Mungu, asante. Moyo wake ukajengwe katika msingi wako Yesu. Wewe Yesu ukawe kitovu cha kila kitu atakachokifanya. Kwenye kila uhitaji wake ukawe kitovu chake. Kwenye kila ibada yake ukawe kitovu chake. Kwenye kila jambo Mungu ukawe kitovu chake. Asante Mungu kwa ajili ya mtu huyu. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Na ukiwa mgonjwa, nimalize nawe mgonjwa, kama ni mdhaifu, weka mkono wako pale ambapo unaumwa. Na kama una changamoto yote, kama ni mwili wote, unaweza kuweka kichwani. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ndugu huyu Bwana ananitazama. Natamka uzima sasa kutoka kwenye kichwa chake mpaka kwenye unyayo wake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Uo ugonjwa ukuachie kwa jina la Yesu. Funguka sahi. Kila kifungo chochote kilicho kufunga kikuachie sahi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kuanzia kichwa mpaka kwenye unyayo. Kila ugonjwa kwenye mwili wako ukuachie, uwe mzima sahi katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Basi Mungu akubariki sana. Nimefurahi kuwa nawe katika kipindi hiki cha leo. Uwe na wakati mwema, uwe na wakati wa baraka. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Shalom, shalom.